Bwana Yesu asifiwe. Natamani niongee na mtu mmoja kwa habari ya katikati ya dhiki, katikati ya changamoto, katikati ya magumu. Kitu gani kinaweza kikakutoa hapo? Ukisoma na mimi kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 22 mstari wa 44, maandiko yanasema hivi: naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Inatoa tafsiri ya Yesu akiwa duniani. Alipita kwenye kipindi ambacho kilikuwa kwenye dhiki, kilikuwa kwenye magumu. Ni sawasawa na sisi ambao tuko duniani, namna tunapita, namna tunatembea. Changamoto, dhiki, shida haziepukiki. Lakini saa ukipita kwenye dhiki, anasema Yesu akazidi sana kuomba. Inawezekana alikuwa anaomba kikawaida, lakini andiko linasema akazidi, akakaa, yani keep on it, akakaa pale pale aendelee kuomba mpaka ile hali ya nje ikabadilika, lakini akabaki anaomba. Wakristo wengi wakipita kwenye dhiki wanalia, wakipita kwenye dhiki wanalalamika. Nenda kawasikilize shuhuda zao, nenda kasikilize kitu wanaongea kwenye midomo yao, ni malalamiko, ni malalamiko, ni malalamiko. Lakini sikia neno la Bwana. Saa umepita kwenye dhiki, fundisha moyo wako kuzidi sana kuomba. Saa umepita kwenye changamoto, stop blaming. Weka akili, weka moyo, weka muda, invest your time on prayer. Hakuna maombi ambayo hayana matokeo. Never and ever. Kila maombi ya mwamini yanayo matokeo. Saa nyingine unaomba, badala ya majibu ya kile unachokiombea, Mungu anabadilisha akili yako. Mungu anabadilisha uwezo wako wa ndani wa kuhimili lile tatizo. Kwa kila maombi tunayoomba yana matokeo. Weza matokeo ni yale tunayoyataka au ambayo hatuyataki. Lakini despite prayer ina result. Prayer inayo matokeo. Kwa zidi sana kuomba, weka muda, omba. Tenga ratiba yako, weka vipaumbele, omba. Sisi wengine hatuna kitu tunachokitegemea. Ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu. It's either God or God or God. Hata ukitupa option 4, option zote anabaki kuwa Mungu. Invest on your time on prayer.